Karibu. Kila mwenye uwezo wa kusimama na asimame. Kila mwenye uwezo wa kusimama na asimame. Watoto tusimame wote. Kila mwenye uwezo wa kusimama na asimame. Wanivuta nije kwako leo, Sabato ni nzuri, Sabato ni nzuri, moyo wangu wanivuta nije kwako leo, moyo wangu mpotovu hapa una raha, ndipo napo Yesu nije kwako leo, Sabato ni nzuri, Sabato ni nzuri, moyo wangu wanivuta nije kwako leo, hapa Yesu mwenye pendo aniita pole, nimtolee moyo yeye nije kwako leo, Sabato ni nzuri, Sabato ni nzuri, moyo wangu wanivuta nije kwako leo. Nafasi hii kualike ndugu uliye tayari kwa kutuletea fungu pamoja na ombi. Ndugu karibu. Bwana ni mwema wakati wote. Tusikie fungu la ukariri, na linaanza kwa kusema, kwa sababu Bwana Mungu wenu aliyakausha maji ya Yordani mbele yenu, na hata mlipokwisha kupita, kama mlivyovuka, alivyoitendea Baali ya Shamu, hata mlipokwisha kupita. Watu wote wa duniani wanapaswa kujua kuwa Bwana ni Mungu anayeweza, ili waweze kumcha Mungu wenu milele. Linatoka katika kitabu cha Yoshua 4 fungu la 23 hadi 24. Mnasemaje? Amina. Basi tufumbe macho tuombe. Asante Baba. Tupige magoti tuombe. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe asubuhi ya leo. Wana na binti zako tumekuja kujihuzurisha ndani ya ibada ya Sabato yako takatifu. Katikati yetu tumenena vibaya, mawazo yetu, kufikiri kwetu. Tunaomba damu ya Yesu iliyochuruzika pale msalabani Kalvari tutakase. Asante Bwana kwa wema na ulinzi uliotutendea kwa muda wa siku 6. Asante pia kwa kutuleta katika kongamano hili, kwa yale tuliojifunza. Sifa, heshima, utukufu tunakurudishia wewe. Ibada hii ya shule Sabato tunajikabidhi mikononi mwako, tukiomba utubariki na utuongoze. Tunaomba tukishukuru katika jina la Yesu, amina.
Bwana Yesu asifiwe. Utaratibu wetu wa uimbaji utakuwa kama ifuatavyo. Wimbo wa kwanza utaimbwa na kwaya ya kina mama kanda ya Buselesele. Amina. Kama mpo mnipungie mkono. Punga mkono kanda Buselesele. Asante. Halafu wimbo wa pili utaimba na kwaya kina mama kutoka kanda ya Kakonko. Kanda ya Kakonko nipungieni mkono. Punga mkono. Amina. Nafasi na mwalika ndugu aliye tayari kabisa kwa ajili ya ukuziaji. Ndugu karibu. Baada ya ukuziaji kanda ya Buselesele mwe mmeshajiandaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya mkutano. Punga mkono kama una furaha ndani ya Yesu. Haleluya. Inapendeza sana. Basi kaa kwa utulivu, usikilize somo hili na itakuwezesha kukua kiroho ndani ya shule ya Sabato. Ni somo la 42 Oktoba 18, 2025. Kichwa cha somo kinasema umuhimu wa kusoma neno la Mungu na maombi. Somo limeandaliwa na Pastor Wilson Ikubilo, mtaa wa Bondeni, Iringa, CTF, Central Tanzania Field. Inasema sitiari ya neno la Mungu na umuhimu wake kwetu. 1. Neno la Mungu ni chakula kwetu. Ukuaji na ustawi wa miili yetu unategemea sana chakula bora tunachokula. Bila chakula mwili udhoofika. Walaji wa chakula walaji wa chakula bila kula mwili udhoofika. Walaji wa chakula tulacho ni Mungu aliyetupa tule. Mwanzo 1:29. Mungu amesema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Hebu tafakari kidogo pamoja nami juu ya chakula, jinsi ambavyo kinafaa kazi katika miili yetu. Baadhi ya kazi ambazo chakula hufanya kazi katika miili yetu ni pamoja na kuupa mwili nguvu katika mgawanyiko wa kila kiungo. Kwa mfano, vyakula vingine husaidia sana macho yetu ili yawe na uoni safi bila kuchoka mapema. Vingine husaidia akili zetu ziwe dhahiri katika utendaji na utunzaji wa kumbukumbu. Hivyo basi, neno la Mungu ndiye aliyetupa sisi ili katika neno lake sisi tupate kuimarika. Mnasemaje? Kutoka 24:12, 31:18. Haya hizi hutuonyesha jinsi ambavyo Mungu mwenyewe alitupatia neno lake, tena akitutaka tulisome. Neno la Mungu tunapolisoma ni kama tunakula chakula. Chakula huwa kina ladha. Hali kadhalika ladha ya neno la Mungu tamu kuliko asali. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ladha ya neno la Mungu ni tamu kuliko asali. Inatoka katika Zaburi 19 fungu la 10, Zaburi 119 fungu la 103. Hivyo kwa kulisoma neno, akili zetu hutiwa ufahamu wa juu sana. Mtunga Zaburi 73 na lile fungu la 22 anakiri kabla hajalisoma neno, nalikuwa kama mjinga, sijui neno, lakini neno alipoweka moyoni mwake lilimtia ufahamu wa kutotenda dhambi. Zaburi 119 na fungu lile la 11. Naam, neno la Mungu mwanga katika njia zetu, mienendo yetu. Mtume Paulo anasisitiza neno la Kristo likae kwa wingi ndani yetu. Ukisoma Wakolosai 3:16. Kwa kulisoma neno la Mungu tunapata faida kubwa sana, maana tunakamilishwa kupewa uwezo wa kutenda kila tendo jema. Pili, neno la Mungu upanga vitani. Tumo katika vita vya kiroho tukipambana na adui. Mtume Paulo anatukumbusha kuwa kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka,
juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ukisoma Waefeso 6:12. Kushinda vita utegemea sana ubora wa silaha ulizo nazo. Unaweza ukawa na mwili mkubwa sana, tena wenye nguvu, lakini ukiwa na silaha duni, dhaifu, adui yako hata kama akiwa mwili mdogo na hana nguvu kama wewe, lakini tu akiwa na silaha bora kuliko zako, atakushinda. Hivyo wapenzi, tumo vitani, na adui yetu anatutafuta usiku na mchana, akitaka atumeze. Silaha yetu ni moja tu, neno la Mungu pekee. Tunamshinda, naam, tunamshinda kabisa, tena mahali pake hapataonekana. Mnasemaje? Silaha yetu ni neno la nani? La Mungu. 3, neno la Mungu ni sauti ya Mungu kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kulisoma neno la Mungu, ni Mungu uongea nasi kupitia neno lake. Neno la Mungu, yani Biblia, halikuandikwa kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena na kuandika yaliyotoka kwa Mungu, tena wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Ukisoma Petro wa pili sura ya 1 na ule mstari wa 21. Hivyo kwa kulisoma neno la Mungu kila siku ni sawa na kusema Mungu ameongea nawe kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Na tena umepokea maelekezo kutoka kwake moja kwa moja. Unaposoma neno la Mungu, Mungu anaongea na wewe, tena maneno yanayotoka kwake moja kwa moja. Tusome neno la Mungu, ndiyo silaha kwetu. Ombi. Katika maisha yetu ya kawaida ya kila siku, huwa tuna maombi mbalimbali kwa rafiki zetu. Mara nyingi huwa tunaomba rafiki zetu watupatie kitu ambacho hatuna, ambacho wao wanacho. Hivyo maombi kwa Mungu wetu ni udhihirisho kuwa sisi hatuna chochote. Yeye ndiye mwenye enzi, mmiliki wa vyote, nasi tukiwemo. Kumbe nasi tukiwemo, Mungu ndiye anayetumiliki. Hivyo kwa unyenyekevu mkubwa tunamwomba atupatie kile tunachokihitaji. Kuomba ni agizo. Ukisoma Luka 11 na mstari ule wa 9. Nami nawaambia, ombeni. Mtume Paulo anasema pia, ombeni bila kukoma. Na Yesu asifiwe. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na mstari ule wa 17. Kwa kuwa hatuwezi kutenda jambo lolote pasipo yeye, hivyo imetupasa kumuomba yeye aliyemweza wa yote. Yohana 15 mstari ule wa 7. Imetupasa kuomba kila siku, tena tuombe vizuri, tusiombe vibaya. Kumbe wakati mwingine tunaomba vibaya. Maana ikiwa tunaomba vibaya, hatutapata na hakuna wa kumlaumu. Maana ukiomba vibaya, usipopata, tatizo sio la Mungu, bali tatizo ni wewe uliyeomba namna gani? Vibaya. Kumbe tuwe tunaomba vizuri. Maombi yetu yasiwe ya manunguniko. Maombi yetu yawe ni ya shukrani. Maombi ni silaha kwetu, na Mungu usema nasi kupitia maneno yake kutoka katika Biblia yake takatifu. Umuhimu wa kusoma neno la Mungu na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na huo ndio mwisho wa ukuzaji. Neno hili liweze kukufanya ukue kiroho ndani ya shule ya Sabato. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tumo vitani, lakini tuna silaha. Silaha yetu ni neno la Mungu. Kuwa na silaha bila kuitumia hakutakusaidia. Mwana wa kike ulioko hapa, soma neno la Mungu, ndo silaha yako pekee. Asante.
Sabato watu wanapendeza, tena wanapendeza kukutana na Mungu kwa Sabato nyingine, kukutana na Mungu kwa Sabato nyingine. Sabato ni siku ya 7 ya juma, ni siku pekee ya kupumzika. Sabato ilitunzwa tangia Edeni, hitimisho la kazi zote kwa siku 6. Sabato ilitunzwa tangia Edeni, hitimisho la kazi zote kwa siku 6. Malaika wa Bwana huwepo asubuhi, huandika habari za watu waaminifu, watunza Sabato na kuwahi vipindi, watunza Sabato na kuwahi vipindi. Sabato ni siku ya 7 ya juma, ni siku pekee ya kupumzika. Sabato ilitunzwa tangia Edeni, hitimisho la kazi zote kwa siku 6. Sabato ilitunzwa tangia Edeni, hitimisho la kazi zote kwa siku 6. Twabarikiwa sana tufikao asubuhi, twasikia habari za Injili ya Bwana. Kwa wanaochelewa hakuna faida, wanasafiri kapa tupu bila baraka. Kwa wanaochelewa hakuna faida, wanasafiri kapa tupu bila baraka. Sabato ni siku ya 7 ya juma, ni siku pekee ya kupumzika. Sabato ilitunzwa tangia Edeni, hitimisho la kazi zote kwa siku 6. Sabato ilitunzwa tangia Edeni, hitimisho la kazi zote kwa siku 6.